Serikali yetu kabla ichukue uongozi ilikuwa mahali mbaya sana. Tunakumbuka during the electioneering period, ile mashida mingi tulipitia. Mambo mingi ilifanyika Kenya hii. Mambo ya mateso, mambo ya matisho, mambo ya matusi, mambo mingi sana. But you stood with this country. Wewe ulisimama na nchi ya Kenya, ulisimama na rais wa Jamhuri ya Kenya until we delivered the presidency. And that is why today this country is comfortable, it's happy because of your great efforts na rais wetu. Your Excellency, unajua pia saa zingine lazima tukushukuru kwa sababu hata wakati huo it is not that you did not have any competition in this side of the world. You did. We had even problems. We had leaders who never intended even for you people to work with some other people of this country. But nyinyi kwa hekima yenu mukasema ya kwamba lazima tulete umoja Kenya hii, lazima tusaidiane na mandugu zetu, tuweke serikali ambayo itakuja kusaidia Kenya. We cannot take that for granted, Your Excellency. Na wakati hata tukisikia maneno kidogo hapa na pale, we want to assure you, especially those of us who come from the other side of the world, that is Rift Valley, kama viongozi wa huko, we want to assure you, tutasimama na nyinyi, wewe na rais wa Jamhuri ya Kenya. And we will not allow anything to come in between you and the president. Because we know the moment anything comes in between you and the president is the fall of this country. Na hiyo hatuwezi ruhusu, Your Excellency. Ile kitu tu mimi mwenyewe ndakwambia, ni msomo yenye iko kitabu ya Job. Sijui ni kifungu gani, but I know iko hapo. Siku moja, wakati shetani alitembea dunia hii, akakuja akapata mtu anaitwa Job. Akarudi akauliza Mungu nisaidie, uniachie nafasi kidogo tu, hata kama ni siku 2 siku 3, niende nione hii mtu yako anasema anakuamini sana. Mungu akamwambia sawa, wewe enda jaribu. Shetani akakuja akachukua ng'ombe ya Job, akachukua mangamia ya Job, akachukua kila kitu mpaka mwishowe akaua hata watoto wake. Na mwishowe akapea yeye ugonjwa. Mpaka hata bibi yake akamuuliza Job, wewe bado unasema unaamini Mwenyezi Mungu? Na saa hii hauna chochote, watoto wamekufa, ng'ombe imeenda, mwili hata ndio hii iko karibu kufika kwa kaburi. Kwa nini usitusi Mwenyezi Mungu? Ndio hii maisha yako either ibadilike ama ikwishi. Job akamwambia, I have confidence that God, the only living God, will heal me and will give me back all that I've lost. Na kwa ukweli, Your Excellency, alirudishiwa kila kitu tenfold. Tunajua hata saa hii tukiwa nchi hii yetu, kuna watu wanatembea kwa hiyo nyumba ya mlima huko juu, wanajaribu kuambia mkubwa, tusaidie nafasi tuende tutese huyu, tuone kama ataendelea kusimama na wewe. Your Excellency, kaa kama Job. Rais wa nchi hii ako na imani na wewe. Wachana na hii matezo ingine ya watu kama ile yenye walikuwa naenda kwa Mungu. Endelea kusimama imara na uendelee kufanya kazi na rais. We will also be there. Na hatujasema chochote. Na iko wakati, saa hii ni wakati wa kufanya kazi. You know, Your Excellency, saa hii watu wetu wako na mashida mingi sana. Uchumi ya Kenya saa hii iko chini. Maendeleo saa hii hajapatikana vizuri kama vile mliahidi nchi yetu. Saa hii tunaona mambo mingi sana. Lakini tulikuwa tunasema tuvumilie so that uchumi iweze kuinuka. Lakini tunaona maneno kidogo na hapa na pale yenye inaweza leta shida Kenya hii. Tunataka tukae pamoja, viongozi wetu, tusimame imara, tusimame na rais na naibu wake, tuachane na mambo ambayo inaweza gawa nchi yetu. Kwa hivyo, Your Excellency, sisi tuko na nyinyi, tutasimama pamoja, tutaendelea kushikana na tufanye nchi yetu ikuwe bora. Asanteni sana, Mungu awabariki.